chakula maarufu barani Afrika, East Africa mostly. Lakini asili ya chakula sio cha binadamu. Ile ya chakula ni cha wanyama. Ugali ni chakula kibaya sana kama una malengo ya kupungua. Ugali ni kitu kibaya sana kama una malengo ku revise your insulin, ku revise your insulin resistance, ku revise pressure yako, ku revise kisukari chako. Kama una kitambi, unatakiwa avoid sana chakula. Kama unataka kupungua, unatakiwa avoid sana chakula. This is empty calories. And mbaya zaidi, wengi wanakula sembe, wanakula wanga ambayo imekobolewa ikasagwa. Kuna watu tena mbaya zaidi, wengine wanakula sembe nyeupe kabisa ambayo imewekwa viwandani ikafanywa process ikapigwa bleach ili iwe nice. Kwa sababu hiyo sembe ni chafu, mimi sitaki. Anataka yenye kemikali pia. Yaani anachokula ni empty calories, zeni baadaye anataka sembe safi. Sawa, kitu ambacho is very bad. Nitakwambia, hii ni chanzo cha insulin resistance. Hii ni chanzo cha unene. Hii ni chanzo cha kisukari. Hii ni chanzo cha instant energy. Energy ya haraka, nguvu ya haraka ambayo tunasema ukishakula mimi napata nguvu haraka, napata nguvu ya kufanya kazi. Nitakwambia kwa nini. Kinachofanya unakuwa na nguvu, swala kwanza ni mindset, na pili ni insulin ambayo imepanda. Kongosho yako insulin unayoitoa, ile sukari ambayo ilipanda kule ndio inayofanya wewe ujisi una nguvu. Lakini hii chakula kinachukua masaa 6 mpaka 8 kutoa energy. Yaani ile energy halisi, ile metabolization, utilization yote kafanyika ni masaa 8. Kwa hiyo ile nguvu unayopata baada ya kula chakula ni glucose, which is very bad kwa ajili ya afya yako. Kabla kuletwa hivi vyakula, walijua waliotuletea hivi vyakula. Miaka 1930 waliotuletea mahindi. Wenzetu kule wanalishia ng'ombe Marekani. Wanalishia wanyama ili wanenepe, ili wawe na nilimo kubwa, ili watoe maziwa zaidi wale wanyama. And baa zaidi sisi tunazidiwa akili mpaka na panya. Panya hali ile gamba zima. Anakula kile kiini peke yake. Lakini sisi kiini tunatoa, tunawapa kuku, lakini sisi tunakula ile task la nje ambayo halina umuhimu wote kwenye kiafya. Kabla ya kuja ugali wa unga wa mahindi sisi tulikuwa navyo. Kuna ugali wa muhogo, ugali wa mtama. Huu ni ugali wetu ambao tunatumia sisi. Kuna watu ambao kwa addicted na ugali, you can eat this at least mara moja au mara mbili kwa wiki. Lakini kama una kitambi, just skip it. Punguza kutamba kitambi chako, revise kilo zako, rudisha nyuma pressure yako, rudisha nyuma kisukari chako, then uende kuenjoy ugali wako wa mtama na ugali wako wa muhogo. Lakini ugali wa mahindi is really bad. Itakupunguza sana speed yako ya kufikia malengo yako kama utaendelea kula ugali ukiamini ni chakula chetu cha Mtanzania. Hii sio chakula chetu. Bila wakoloni tusingekijua chakula. And baya zaidi siku kuna GMO. Yaani sio mahindi halisi. Hata ile nutrient ambayo panya ipo haipo tena. Ni GMO, ni chanzo cha kansa ya koo, kansa ya utumbo, kansa ya damu na kila kitu. So you have to fix it. Wanaume wengi wanamaliza nguvu za kiume, wanaume wengi mbegu zao hazina nguvu kwa sababu ya chakula. Wanaamini this is health, this is not health. Bibi yako hakula ugali huu. Bibi yako alikula mahindi, hakula mahindi haya. We have to change kama kweli ndio kama mabadiliko.